mchezaji anavyojua yeye. Kwa hiyo unakuta wenyewe, unakuta wewe, kwa mfano wewe umeshazoea, atakupa pasi, anajua wewe utakimbia pale, wewe unampa pasi, yeye anamwangalia wa nyuma, maana ameshakutoa kwenye mfumo. Juzi uliona ilikuwa mechi ya Azam, Shabalala uliona alichokifanya, anampa pasi mchezaji, anamwambia na akakimbia, anamwambia piga huku, anashangaa mpira unarudi mpaka Shabalala naye ukaona anarusha mkono, anakasirika kwa sababu alichokitegemea kitafanyika na kilichokuja kufanyika pale vitu hivi tofauti. Umeelewa? Yeye alimpa pasi, anakimbia mbele, ajua kwamba huyu atanipa pasi. Yeye anashangaa mtu anayempa pasi na yeye anaangalia wale wa nyuma. Sasa unaangalia nyuma wakati mwenzake anakazana ili atafute matokeo, wewe unarusha mpira nyuma, maana hapo unarusha watu wakae sawa tena. Sasa unaona unachokuwa kocha ndo anaifelisha Yanga. Kocha bado anafeli. Mimi nawaambia hata mkinikatalia, nataka kwanza aangalie kile kikosi cha Yanga cha nyuma. Umeelewa? Jinsi kilivyo kwa kinacheza. Yaani Yanga alikuwa anacheza, ukisikia Yanga anacheza na timu gani, 100% ya matokeo ilikuwepo. Lakini sasa hivi kuna ni wachache ambao tawaambia Yanga tumpa 100%. Kwa sababu anaishaona. Ametoa sare ngapi sasa hivi? 3. 4. Naona. Ameweza kutoa sare 4. Tuanze kuhesabu. Haya, Mbeya City ya kwanza. Yanga Simba ya pili. Azam ya tatu. Yaani jana unaona wewe hujafuatilia mpira. Unaona mhesabia 3, timu mwenzao ana 4 anatafuta ya 5. Unategemea nini hapo? Na sio kuangalia kwamba sala amezitoa kwa watu gani. Umeelewa? Hivi unatoa sare na Mbeya City. Umeelewa? Ambao timu unaweza ukaifunga magoli yote. Umeelewa? Lakini nakuja kutoa sare. Tuje sasa kwa upande wa Simba, kwa kikosi cha Simba unavyokiona. Je, Simba sasa imeshajipata kama wengi wanavyosema? Bado Simba haijajipata kivile, kwa sababu ukija kuangalia kuna wachezaji wapya wameingizwa. Kwa hiyo haijapata, lakini licha kutajipata, lakini kuna baadhi ukicheza inaonekana kwamba hii inaweka matumaini. Unajua kuna mdo ukifikia, ndio unaona ikitolea mfano kama klabu bingwa. Umeelewa? Klabu bingwa kuna muda mechi ikiwa uwanjani, kuna muda hawataki kujua uzoefu wako, ukubwa wako, umaarufu wako. Wanachokitaka kujua pale ni pointi 3. Umeelewa? Ndio maana unaona kuna mechi za mtoano pale, yani kocha ana uwezo wa kuweka kikosi yani yenyewe, yani alimradi apate matokeo pale, hakuna cha sijui mimi mkubwa mimi mdogo sijui mimi nani. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga natakiwa warudi kwenye mfumo wa kipindi cha nyuma ambao Yanga tumewazoea misimu mitatu. Umeelewa? Yanga ulikuwa unakuta kuna mwingine inaingiza kikosi cha Kosibi lakini inashinda. Kwa sababu imeingiza kikosi ambao ule mfumo unaendana. Umeelewa? Lakini sasa hivi yeye anaweka sijui kwa Okola sijui nani wamecheza, wamesajiliwa, ngoja na yeye anaweka. Kabla hujaweka pale, tafuta matokeo kwanza. Ukishayapata, hata ukipata goli 2 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili hata tia wote au nao wataka wewe nani wacheze. Lakini huku mashabiki nje wanashangilia matokeo yako uwanjani, hawatakulaumu. Wewe umeweka kikosi hii unachokijua wewe, mpaka dakika ya 70 ndio unaanza kuweka sijui Pakome, sijui unamweka Mzinze, sijui unamweka nani, bado matokeo yanakosekana. Unadhani mshabiki atakuelewa?